morning mutekeri wa Meru TV, karibu sana kiri gicunji gitu kia P3 kiri mubango ya turinge emerango ndakwira ngichokera antichoka ndini nkendi twachokera na mutaalamu wa mantu jegie mental health kana mirimo kimathuganio urakomba kwithira gitutariria mantu sana na ruari tukenda tukiarire mantu jegie addictions. Leo utanikubali na mbona kwithira ngechenchi akaruthio mu kidogo tu Kiswahili kizungu hapa na pale akiendelea tumba kwithira tukiba no boya na mweni wetu watukuni wambeta muthoni wa kirama na tuthiatireki mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda weta na mbere na kumba kwithira gwatande tuina inge inyingi tuna mibango kathumba iratumba kwithira atukubangirite entuku cionthe kenda utira we nukumba kwithira ukithoma no kumenya na kinya no kwithira ukiwirirwa mibango yetu au kiri Meru TV uringi muthoni wa kiramana iro rito riakwa mitandao ni yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube tuikuya Meru TV Kenya na kinya tuthiatira akiri signet na pang Meru TV no tutumire message ukulukira na mbere kionine gyaku ya 0748 918 901 0748 918 901 namba kwandika message ugatwira ututhiatirite wintere iri kumutegeri wa Meru TV. Good morning, karibu sana ringi akiri gicunji gitu kia P3 mutambo nende na mugeni aretwa Robert. Ndamwira nikubali tu anitumie jina Robert kwa sababu hiyo ingine ntio makomba kwethira ankiruma arume urengi betikeria atochenchi ruthiomi etwari Kiswahili na twari English kidogo tu anontu mugeni wetu bware kuna vile sasa etwari Kimeru twamuchanganya na ndio mwanga tuelewe mantu nkuruki ajegie addictions ndakwiri mutaalamu o mantu jegie mental health kana ukima botu bo mwiri abo kimathuganio tukwenda uteita mpakanya ambithira nkimu watu geni agukethi kenda kinyomenya anu twinanwe mutambone. Mr. Robert. Yes please. Karibu sana. Asante. Ido kamera yako. Salimia mtazamaji wa Meru TV, mwambie majina zako kwa yule mwenye hakujui ili aweze kukujua. Asante na shukuru. Mtazamaji na kusalimu jambo. Kwa majina naitwa Robert Kiprotich. Mimi ni mtaalamu wa uraibu. Hiyo tunasema addiction. Na pia mwana saikolojia. Na nafanya kazi na hospitali ya Methodist Treatment and Rehabilitation Center ambayo inapatikana hapa Meru kule Kaaga. Karibuni sana. Asante. Karibu sana. Leo ningependa atuelewe sana nini hiyo tunaita addiction. Kwa Kiswahili nimesikia ukisema ni uraibu. Oh my lord. Yes. Leo ninasoma nataka tuelewe zaidi nini ambayo tunaita addiction kwa sababu unapata mtu anasema huyu kakangu amekuwa addicted na pombe. Huyu mwingine mimi nimekuwa addicted na peremende. Mimi nikikosa sonda na ni sonda ya flavor fulani, mimi na feel ni kama kuna kitu nimelose in my life. I'm addicted to coffee. I'm addicted to tea. Nikipenda kwanza utueleze addiction ni nini ili tuelewe zaidi. Vema kabisa, ili tukaweza kuendelea vema ni vizuri kujua ni nini hicho tunachokizungumzia. So asante, vile umeuliza addiction ni nini. Niseme hivi, tunasema addiction ile hali ya mtu kutenda jambo fulani au kutumia kitu fulani ambacho kina madhara kwake na anakifahamu vema lakini hana uwezo ya kutokifanya ama kutokitumia. Umenipata? Yes. Niseme mfano. Unaona mtu labda anatumia pombe mfano. Madhara yake ni dhahiri kwake. Maybe amepoteza kazi, afya yake. Amejaribu kuacha lakini ameshindwa. So hiyo tunasema ako addicted. Na tunapozungumzia addiction ni vizuri pia mtazamaji akapata kufahamu ya kwamba tunayo aina mbili ya addiction. Yes. Tunayo ile ambayo tunaita chemical addiction ambapo ni inahusiana na vitu kama madawa za kulevya, pombe, hizo ni chemical addiction. Then tunayo non-chemical addiction. Hii inakujia vitu kama betting for example, mambo kama sex, pornography, food, kuna shopping. Hizo zote ni aina ya addiction. Yeah. Asante sana Mr. Robert. Asante. Kwanza kabisa, yes. Addiction inaanza wapi? Ili sasa nifikirie point ya siwezi ishi ama siwezi kaa vizuri kama sijakunywa chai kila siku ili niseme I'm addicted to tea. Actually
addiction haiwezi kaja tu mara moja ukaamka leo ukajipata na ukasema well I'm addicted to this. Addiction huwa ina assume process. Huwa inakunyemelea pole pole pasipo wewe kujua. Niseme hivi, addiction kwa mfano nitumie addiction ya chemical for example. Wacha nitumie mfano ya pombe kwa mfano. Utapata kuona kwamba mtu anaweza anza kutumia out of experimenting. Ya kwanza tu ilikuwa out of curiosity. Mtu akasema mimi usikia watu kunywa, mimi na watu wanakunywa. Nao wewe unataka kuexperiment ili ukaweza kujisikilia ama ukajionea wewe mwenyewe jinsi ilivyo. So hatua ya kwanza ni experimental. So baada ya kuexperiment unaingia hatua ya pili. Hii hatua ya pili inategemea jinsi ambavyo your experiment went. Kwa mfano, kuna mtu ambaye katika kutamani kuvuta sigara, alipojaribu kuvuta mara ya kwanza, akakohoa na akajihisi vibaya sana. Huyo mtu hata pataka kurudia tena. Iwapo alivuta na effect yake ikawa positive, atataka kurudia tena na tena na tena. So kila ambacho kinafanyika baada ya mtu kutumia experiment na akapata ina manufaa kwake, huyo mtu ataingia katika hatua ya pili ya addiction, ambapo sasa watu wengine watakuwa wanaitumia kama njia ya kujifurahisha. So unaitumia, for example, mtu anakuambia kama ni pombe, mimi wasinywi pombe, lakini wakati wa birthday, wakati kuna function fulani, hiyo wakati ndio natumia. Ama nikiwa na stress ndio natumia. Sasa huyu mtu anaanza kuwa occasional drinker. Sasa tumetoka from experimenting, now anaanza kuitumia occasionally. Wow. Ushapata wale watu wanakuambia mimi huwa sikunywi pombe, yangu ni weekend peke yake. So huyu ameingia hatua ya pili. Stage ya tatu, baada ya kuanza kuitumia occasionally, now you are starting to form a habit. Now it becomes habitual, kiasi ya kwamba sasa unaanza kuitumia as an escape. For example, utajiambia niko na stress, sasa niko na stress, inabidi nitumie maybe my drug of choice. So unaanza kuitumia kwa sababu ya kucounter stress. And don't forget ya kwamba ulimwengu tunao mashida nyingi. So ukisema unaenda kuitumia kwa sababu ya stress, hii ni kumaanisha mara nyingi utajipata ukitumia. Yes. So unaanza kuitumia hivyo, unajipata, hiyo ni sehemu ya tatu, umeanza kuzama. Sehemu ya nne, unapata huyu mtu amekuwa akitumia kwa sababu ya kuhepa ama kuhepa msongo wa mawazo. Lakini sasa inafika mahali ambapo sasa ile craving imeanza kucreep in. Inafika mahali ambapo si wewe una control sasa. Inafika mahali ambapo usipoitumia unaanza kuexperience withdrawal symptoms. Mshaona wale watu ambao watu nasema asubuhi lazima watoe lock, nitumie mfano wa pombe. Mtu akiamka asubuhi kidogo mkono inatetemeka, mpaka anywe pombe mfano ndio aweze kuwa sawa. Yeah? So unaanza kuingia katika hiyo stage. Na katika hiyo stage pia utapata kuona ya kwamba kidogo hata utendakazi wako unakuwa interfered. Hivi kwamba kama ni kazi kidogo unapata kuona kwamba hauattend kazi, unaanza kuabscond kazi, unaanza kuchelewa kazi. Kama ni majukumu yako kule nyumbani unaanza kuitelekeza, haufanyi. So pole kidogo unapata uraibu wako inaanza kuingia maisha yako ya kawaida. Hiyo ni hatua stage ya 4. Na sasa tuingie mahali ambapo tunasema nao mtu ako addicted. Hii ni stage ya 5. Na hii stage tunasema it is inaelezewa na compulsive use. Yes. By compulsive use tunamaanisha huyu mtu anafika mahali ambapo maisha yake, kuishi kwake, kufikiria kwake, kulala kwake revolves around the drug of choice. Huyu mtu akiamka asubuhi asema anaenda kufanya kazi, anaenda kufanya kazi ya kwanza ili apate pesa, akunywe pombe mfano.
Akikutana na mtu njiani amsalimie, salamu za kwanza ni jambo, ya pili nipe finje. Na hiyo finje si ya chakula. Finje si ya chakula. So kila kitu yake revolves around the drug of choice. Na huyo mtu akifika hiyo stage, kwa kweli anahisi ya kwamba haimpeleki vizuri, lakini hana uwezo ya kujitoa kule. Hilo ndilo jambo la muhimu sana ambao mtazamaji angependa kuelewa. Si eti ajui ya kwamba kile ambacho anachokifanya, anachokitumia kina mdhuru, lakini ameshindwa kutoka. Hapa ndipo mahali unaona maybe bwana anakuja nyumbani akiwa mlevi, akiwa amejichafua, amejiendea haja dogo, hata haja kubwa. Wewe kama mke utamuosha, kesho asubuhi umvalishe suti vizuri, atoke aende kazini. Na akirudi arudi akiwa vile vile. Akirudi anarudi yule mchafu. Swali nikuulize, mtu yote yule ambaye ana akili, nani angependa kuwa mchafu hivyo? Nani angependa kuaibika? So unaona mtu anajua ameadhirika, lakini ameshindwa kufanya nini? Sasa hiyo at that stage ndio tunasema this person is addicted. Yes. Nini tunafaa kuangalia ili inafaa kukuwa an alarm, a racing alarm ya kwamba hivi ndivyo kakangu alikuwa anakaa, hivi ndivyo mtu tunafanya naye kazi alikuwa anaishi, lakini ameanza kubadilika all of a sudden. Na inaweza kuwa hizo vitu ama Kenya ako addicted na chenyewe hatumii tukiona. Inaweza kuwa maybe anajificha jioni akitoka kazi, anaenda anakunywa pombe, anavuta sigara, anaenda nyumbani, analala asubuhi, tukipatana kazi ako sawa. Hakuna mpaka mwenyewe anaweza ajua kama kuna kitu kama anafanya, ama for example tuseme ako addicted kwa gambling. Unajua gambling, mtu anaweza gamble na usijue the person is into gambling. And then at what point tunafaa tuangalie tujue mtu ameanza kubadilika na kitu inamsaidia. Tuziite signs and symptoms. Wacha niseme hivi, kuna msemo wa Swahili wanasema mapenzi kikohozi haifichiki. Unapata? So huyu mtu atajaribu kuficha. It is true at initial stages or initial use, it might be difficult for you to tell that this person is in addiction, simply because hizo signs and symptoms nimekupatia za stage 4 and 5 hazipo, so you cannot tell. Lakini inapofika now stage 3, mahali ambapo huyu mtu sasa whatever he's engaged into has started affecting his day-to-day life. Kwa mfano, nimekuambia huyu ni kazini, siku hizi ameanza kuchelewa. Now you can tell. Initially this person alikuwa time conscious, lakini siku hizi ameanza kuchelewa. Huyu mtu alikuwa mtu wa watu, sema mtu mwepesi wa kuongea, lakini siku hizi kidogo kuna kujitenga. Au the opposite of it, alikuwa na nyamaza, lakini siku hizi tunashangaa roba nini, siku hizi kidogo ana mambo mingi. That can tell you something. We have upkeep, general upkeep. Huyu mtu kidogo tukiangalia hali yake ya usafi haiko sawa. Na alikuwa msafi lakini siku hizi tukiangalia hata kiatu hajali, hii nguo hii hapana. Unaona, hapana, something is not adding up. Yeah? Kutelekeza majukumu nyumbani, watoto shuleni hawaendi, pesa ziko, lakini pesa ya kupeleka watoto shuleni imekuwa diverted katika matumizi ya kutumia vileo vyake. So hizo ni baadhi ya vitu ambavyo utaona. So huwa tunasema we have what we call negative symptoms and positive symptoms. So kuna vitu ambavyo huyu mtu alikuwa anafanya lakini sasa hafanyi. That can be a sign. Kuna vitu ambavyo huyu mtu hakuwa anafanya na sasa anafanya. Those are the indicators. Exactly. Okay. At what point sasa tunaweza sema this person is addicted kabisa, ile ya cha ukweli, we cannot do anything about it. Huyu mtu tushagundua ako addicted maybe na pombe, haizi function bila kutoa loka asubuhi, haizi function bila kufanya this and this. Kuna mtu anasema mimi nikiamka asubuhi nisipokunywa chocolate maisha yangu hapana. Kuna mtu ako addicted to phone.
asubuhi akiamka kitu ya kwanza ni simu. Na ako tu kwa simu na hata hakuna kitu cha maana anafanya, ni simu. Tunafaa tujue lini ama at what point tunafaa tujue huyu mtu hapana. Ako addicted na sasa tukijua tunafaa kuchukua which measures, kwa sababu sasa si ugonjwa ile tunapeleka hospitali analazwa. I don't know, tueleze. Well, niseme hatuna kigezo hasa ambayo tunatumia na kusema nao hii ni laini na sasa umevuka. Because mtu anaweza kawa alivuka kitambo lakini hatuje realize. Lakini kile ambacho tunasema ni hivi, ukishatambua ya kwamba mtu ashaanza kuchukua mwelekeo wa kutumia tuseme getting into addiction yote ile, bit ni hiyo kahawa ama ni yote ile, kile ambacho unastahili kuelewa ni kwamba hakuna mtu hubaki in one state constantly. Mtu akishaanza hiyo safari ni either azidi akiendaga, lakini hata baki kule. So la muhimu ni kwamba ukishaona tu mtu ameanza, don't wait for those signs and symptoms advanced. Okay. You need to act immediately. So we have those people ambao wanahitaji what we call brief intervention. Ni mtu mwona ameanza kuvuta kidogo ndio like siku hizi naona umeanza kutumia hii, anza kuishughulikia saa hizo. Usiseme wacha tumpe nafasi Tuone. ati tuone. We don't do that with addiction. It's very cunning. So wakati mahali ambapo uta-identify ya kwamba mtu ameanza kuchukua mwelekeo nyingine, anza kudeal na yeye kuanzia hapo. Na niseme hivi, kuna wengine wenye watahitaji brief intervention, labda tu maelezo kidogo ama medication kidogo na aondoke. Kuna mwingine sasa yule ambao tunasema amezama kabisa. Huyu mtu atahitaji another different higher level of care. Kwa mfano, huyu mtu anaweza hitaji labda rehabilitation. Akapelekwa katika facility, akawa rehabilitated. Akakuwa taken away from that environment yako, akaenda akapata maelezo. Akaenda maybe akafanywa detoxification. Hayo yote ili akaweza kuovercome the addiction. Yeah. So the intervention depends with wewe ambaye hauko addicted, ulimuona lini. Anzia hapo. What happens kwa watu sasa wana deny? Unaona this person amechange na ameanza kufanya vitu wako anafanya ama zile alikuwa anafanya hazifanyi, na sasa unajaribu kumapproach at least kujua what happening. Umeona maybe tutabia tumeanza kuchange, hakuwa mlevi ameanza kukuwa mlevi, hakuwa anafanya hiki ameanza kufanya hiki, alikuwa anafanya hiki sasa hivi hafanyi. Sasa mimi nitaintervene aje to a person mwenye hataki kusaidiwa, hataki kuaccept kwamba there is something wrong na yeye. Hapo hivyo ndio tunasema wafamilia na wengine wana kibarua. Manake in most cases, actually up to 90% of those people that are addicted are always in denial. Ni swali nzuri umeuliza. They are always in denial. Huwa hawaoni ya kwamba wako na shida. Ni wewe na mimi ambaye tuko nje like spectators uwanjani ndio tunaona ya kwamba huyu mtu ana nini, ana shida. Jambo la kwanza kufanya ni kwamba ukimpata kwamba ukimwona kidogo ni kama analemewa na shida, ni jukumu lako wewe ambaye uko sober kumapproach na kumweleza ya kwamba jinsi unavyomtazama mambo hayaendi vizuri. So jambo la kwanza, whether ako in denial or not, it is your responsibility to reach out and let him or her realize that you've noted things are not right. Ya kwanza hiyo. La pili, huyu mtu akikataa, saa zingine huwa tunasema, Waswahili wanasema nyani haoni kundule. Na saa zingine unaweza pata kuona kwamba unaweza ukasubiri mtu akajitambua na iwe too late. So ukiweza pata mtu amezama, ako kwenye shida na hakubali, ni wajibu wako pia kutumia force. Let me use that word. Kutumia force kumsaidia. That's why katika rehabilitation we normally have two forms of admission. We have what we call voluntary admission and involuntary admission. Meaning that kuna mwingine anaweza realize ukweli, uraibu hainipeleki vizuri, hata mimi na surrender, I need help. Na akajileta akapata matibabu. Kuna mwingine hana taarifa wala muktasari. Inabidi nyinyi wapendwa mumshike kwa lazima, mumpeleke hospitalini. And that is involuntary admission. So they are always in denial. So it's upon you to work on them.
Now ni wakati gani inafikanga mpaka unapata umekuwa addicted to a point that kama ni pombe you can sell anything, hata viatu umevaa, hata nguo umevaa, upate pombe. Kama ni gambling, you can gamble hata na school fees, food, pesa chakula unapata kwako hakuna food, lakini ile pesa uko nayo unaiweka tu kwa gambling, betting, all those things. Inafikanga wakati gani, at what point? And that is what we by definition tunasema addiction is a compulsive use. Mark that. Compulsive use means actually it is beyond you somehow. You cannot control. So unapoona ya kwamba mtu anauza hizi vitu zote ni kwa sababu anataka kusatisfy that craving in him, whether it is betting ama ni pombe ama the drug of choice. Anataka kusatisfy that. And funny enough, anyone can go to whatever out of his or her way to make sure that amepata hiyo. Yes. And that's why unaona vile umesema tu, you can do anything. Wanakuwa kwanza tutasemaga huwa tunawaita pathological liars. Yes. Waongo kabisa. Unaona mwingine anakuambia, anapiga simu, maybe anapiga wapendwa wao, ati nimeshikwa na polisi hapa. Na polisi anasema ati ndio niachilie, nitumie 2,000. Yeah. Na inakuwa hiyo 2,000 si ati ya nini? Ako na mtu tu hapa hivi apewe, aweze kupata kile ambacho alikuwa anataka. Yes. Kuna watu wengine wataiba. Sure. Yeah, wataiba. Sure. Kuna nyumbani kwingine watu wakai na amani. Unapata yuko nyumbani lakini rooms zote zinafungwa. Huyo mtu anachua tu ile jikoni ya kule nje. Because ataiba mpaka flask, ataiba hadi vijiko, auze. Yeah. Kuna watu wengine ambao they go to an extent. Kuna mwingine aliuza nyumba. You start selling things. Akauza vitu, akamaliza vitu za nyumba, akaanza kuuza madirisha na milango, akabadilisha bedroom. Kubakisha bedroom, akajiambia sasa hata nalala nini? Kitanda si lazima. Wacha niuze kitanda nibaki na mattress. Akabaki na mattress. Kidogo akauza milango, akauza dirisha, akaweka curtain. Kidogo akasema na hii mabati inafunika room nzima na silali room yote. Siningoe niuze hii hapa nibakishe hii kidogo. He ended up selling everything. Nyumba yote akang'oa mabati. So that is what we call addiction. Compulsive use. They can do anything to satisfy their craving. Hao watu wakiletwa kwenu, either mwenye anakubali mwenyewe, Yes. ama mwenye hakubali lakini ameletwa in ways he can't explain, amejipata kwa mikono yenu. What do you do? Okay. Well, mtu akifika kwetu, number one, we gather history. We gather history kujua kwamba huyu mtu ameletwa kwetu. Ameletwa kwetu kwa nini? Hali yake ya matumizi ikoje? Hapo tunajaribu, tunafanya kile ambacho tunaita assessment. Right? Tunafanya assessment kujua huyu mtu ako katika hali gani. Tukishampata, baada ya kufanya assessment, it will determine our next move. Manake kuna wale wengine tutafanya detox program. Kuna wengine maybe unapata hawako stable. So kuna wengine ambapo tutaweka katika observation room. Tutawaseclude kidogo ili waweze kustabilize. Kuna wengine wanakuja wakiwa very hyper. Yeah, very hyper, and again they are very abusive. They are wanapigana, wanafanya vitu kama hizo. Hawa huwa tunawa contain, tunaweka in isolation, we manage them there until they stabilize, they join others. Yeah. As there are tests done, ama tu ni kuangalia mtu na ukingatha history, unaambiwa hajakuwa mlevi lakini hizi siku ziko hapa nyuma amekuwa clever sana. Yes. Huyu mtu hakuwa anatumia simu sana, lakini siku ziko hapa nyuma amekuwa akitumia simu sana. Should we say ama nyinyi inakuanga tu ni history peke yake ama kuna before history? Hili mnaweza enda hospitali maybe. Yes. Apart from kusikia kuna familia alikuwa na ugonjwa fulani, pia mnataka kufanya test ya kujua kabisa this person is addicted. Yes. Actually niseme hivi, kunazo zingine ambazo, for example, when it comes to drugs and substance use, we normally do a test. We normally do what we call multi-drug test to determine, number one, ni drugs zipi hizo mtu anazitumia.
na amezitumia kwa kiwango ipi, ili tuweze kujua the intervention. And why we do that ni kwa sababu unaweza pata kuna wengine ambao ni polyusers. Mtu anatumia more than one substance. Lakini huenda ikawa wale waliomleta wanajua huyu mtu hutumia tu kitu moja. Labda kwambia huyu anatumia pombe na sigara, lakini hawaku mention bangi. Na kumbe yeye hutumia. So tutakapofanya multi drug test, tutakuwa na report ya kuonyesha ni vitu gani anatumia. Na katika hiyo hali tutapata kujua vitu zenye anatumia na njia ya kumsaidia. So we have a drug test. Kwa wengine wenye wana uraibu ya vitu zingine, we have other tests that are done. Yes. But for chemical addiction, we do multi-drug test. Kulingana na nyinyi wataalamu, ni gani tunasema ndo worst stage ya addiction? The worst stage, niseme hivi, ni hiyo ya mwisho, the fifth stage, which is now addiction. Yeah. Remember tukasema, ile first stage, which is, tumesema ni experimental. Watu wengi wamejaribu na wakaiachia hapo. Ulitumia pombe maybe for the first time, ukatapika, ukaendesha, and you're like, that experience was not good. In our brain, we have what we call the reward pathway. So if the reward was positive, ungependa kuendelea tena. If the reward is negative, unaiachia hapo. Wengi wetu, nastaki nikuulize wewe, kama umewahi tumia either kileo ama chochote kile, lakini utapata hata ukiniuliza sorry, mimi sijawahi na sitawahi. Na hutawahi. Mimi kinywaji yangu ni chai. Chai. So wengi wamejaribu a good number, lakini hawakuenda past first stage. The experience was not good and they left it at that. So it's unfortunate for the rest, ambapo waliendelea hadi wakafika stage ya 5 ambapo nao ni full addiction. Na nini inafanyika kwa brain ya mtu wakati sasa amekuwa addicted? What happens to the brain? Now what happens to the brain? Yes. Remember this, unapotumia chochote kile, either kwa kutumia ama katika kuwaza. Remember ni point maandiko yanasema, you know, as a man thinketh, so he is. So whatever you consume, let me go by drugs for example, they directly go to your central nervous system, and they affect everything about your brain. How you think, and how you think will affect how you act. So everything about you is affected. Unaona, kuna mtu anaweza tumia, for example, nikupe kama pombe. Mbona mtu akikunywa pombe, utapata huyu mtu anastaga? Simply because there's a place in your brain that has been affected, that is responsible for posture. Okay. Kwa nini mtu atakunywa pombe? Kama mko kwa klabu, maybe umekunywa, alafu mtu atakunywa, alafu mwisho mtu atazima. There's a place that has been affected in your brain. Wow. The place that is responsible for alertness has been affected. So whatever you take directly affects your brain. And kando na hiyo sasa, vitu kama sex, vitu kama gambling, if you constantly feed your mind with it, trust me, maisha yako yote utakuwa unaifikiria hiyo. Unapata? And so you always act towards that. If it is sex, wewe utakuwa ukiona mtu yote ile ama opportunity yote ikijipresent, in you you're seeing sex. Yeah? So it will affect your way of thinking, it will affect your way of talking, associating with other people. So let me say this, any form of addiction affects your way of living. But can someone get addicted without them knowing? Without them knowing? Well, let me say this, no. No. Without you knowing? No. What I can say is, you know, but you're in denial. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So nile tunasema unajaribu kuipapasa kidogo, kuonyesha kwamba si mbaya. And mtu wengi hufanya nini? Wengi upenda kufanya nini? Mfano, mimi utanipata mimi ni mlevi mfano, alafu nitakwambia mimi hata kama mimi ukunywa, nakubali na kunywa, lakini mimi si mbaya kama John. Right. Unaona? So najaribu kujitenga, najaribu kuonyesha kwamba mimi si mbaya. John alikula school fees, ama John watoto wake hawaendi shule, John ulala kwa mtaro, lakini unaona mimi I'm a functioning
drug user ama alcoholic, mimi nafanya kazi zangu na kadhalika, so mimi sina shida. So anajua lakini ako in denial. Kuna mtu atauliza addiction ni ugonjwa ama tu ni kitu ya kujichagulia? Is it a disease? Actually, kama mtaalamu, it is good to know that we say addiction is a disease, and not a disease, a brain disease. And why are we saying it is a brain disease? Just as I've explained to you, ya kwamba whatever you consume, be it physically ama ni katika mawazo, ina kuaffect jinsi ambavyo unaishi. Now, it being a brain disease ni kwa sababu addiction has signs and symptoms, just like any other disease. For example, hiyo tumesema mfano mtu akikosa kutumia, kama ni pombe kuna kutetemeka. Wale watu wa majani chai asubuhi. Kuna mtu akiamka akose kunywa chai asubuhi hiyo, aende kazini kwa bahati mbaya, ifikapo saa 4 anakosa kufunction. Mtu anasikia kichwa ni nzito, anajisikia kuna kitu amekosa, na atakosa kufunction not until atumie kikombe cha chai ili aweze kuwa sawa. So all these forms of addiction can make you go out of your way. Yeah. So it is a disease in that form, because now that it has signs and symptoms, and number 2 again, it is treatable, and you say but not curable. Wow. Pombe, mtu akikuja pale kwenyu, mjue kabisa na mfanyie vipimo, mjue this person is addicted, na hii ndo amekuwa akitumia, ama hii ndo nimefanya akakuwa addicted, ama this is what he or she is addicted to. Mwanze kumpea matibabu. Yes. Ampei matibabu hapone. Yeah, inaweza pata mtazamaji na mshangao, lakini huwa tunasema there is no cure for addiction. We only treat it, we only manage it. That's why huwa tunasema for those people who are struggling with addiction, we are living one day at a time. Wow. That's what utasikia mtu mwenye amekaa, for example someone who was, mfano tu mwenye alikuwa anatumia pombe. We normally say, utasikia mtu anasema niko 10 years sober. Siku maisha amepona, amekaa miaka 10 bila. Mwingine atakaa miaka 20, because unaweza kaa miaka 20 na mwaka wa 21 mrudi relapse. So huwa tunasema tunaimanage, meaning that unatembea ukiwa cautious. Sawa tu na vile tunasema magonjwa non-communicable diseases, kuna watu ambao wanatumia madawa for the rest of their life. Yeah? Na utaona huyu mtu asipotumia hiyo dawa, kama ni pressure itapanda, kama ni sugars labda itapanda. So he or she is aware, and he or she is managing that condition with medication. So for the addiction, mtu anastahili kuelewa kwamba I was once addicted, and if I sleep kidogo nitarudi pale, ninarudi. Kwa hivyo huyu mtu anatembeaga kwa umakini, kwa umakini kabisa. That's why tunasema huwezi ukasema ati nilikuwa addicted 10 years ago na nilipona, and you're still breathing, because hata tunaweza malizana saa hizo na baadaye urudie. Tukiongelelea gambling ama betting, Yes. imekuwa something yenye ni kitu inasumbua sana amoso kwa young generations. Yes. Na pia we've had stories, we've seen them kwa news on newspapers, kwamba unapata mtu amegamble, akagamble na school fees, akambet na pesa ya rent, akambet na pesa ya food, na this person bado anaendelea tu kuomba, amechukua mandeni, amembet. Unapata mzazi alikuwa anafikiria kijana ako shule, Yes. lakini kijana kanyanga shule. Pesa ya fee, betting. Yes. Everything betting. Hata nyumba mahali kwenye anaishi hana kitu kwa nyumba, lakini the parent think this my child ako tu sawa. Why do you think maybe addiction ya gambling ama betting inaongezeka sana in Kenya na mosu kwa young generation? Let me say this. Indeed what you've said is true. And kile ambacho kinafanya betting inakuwa na msukumo na wengi wanazama ni kwa sababu ya number 1, hali ya maisha, and jambo la pili, watu kupenda shortcut. Especially umesema kwa vijana hivi, although si wao peke yao, pia kwa watu wakubwa. Wow. Lakini watu wanapenda maisha ya urahisi. And you know, betting is a mind game. Yeah? Unapata wale ambao wanakuwa na betting companies, what they do is, indeed yes, someone will win. For example, tuchange shilingi 10 kuna kuwa na 1 million as a grand prize. Tuchange sisi wote
hiyo shilingi 10 tuchange milioni 20 then tupatie mtu mmoja milioni 1. Huyo mtu wa betting kwa biashara ashapata milioni zake 9. Hii moja tutapatia mtu mmoja. Wewe kama an ordinary person umeona kuna mtu ameshinda milioni 1 na amepewa. That urge for you to win will push you into giving it an attempt. And now with betting utapata kuona kwamba kuna hizo hatua ndogo ndogo. Kuna ile kubet kidogo na utastukia kwa kweli utapata. Kwa hivyo leo utabet upate 200. That 200 yenye ulipata na uliwekelea shilingi 10, it will propel you into wanting more. Itakuwa imekuprovia kwamba betting is real and winning is real. Wow. So kama naweza weka 10 nipate 200, kumaanisha naweza weka 1k nipate 1m. Because it has been proven that it works. So that urge will push you into investing more into it. And hivyo sasa tutasema nao unazidi kuzama katika addiction now. Alafu ukiweza hata ufika stage ya maybe umegambo leo ukakula, kesho ukapoteza. Ukipoteza 5,000 na ukumbuke uliwini 2,000, itakwambia kwamba biashara kuna loss na profit. Exactly. Wow. So it will remind you of the profit and you will be tempted to stake more. Na hivyo ndivyo unapata kuona kwamba they end up betting with anything they have. Yeah, because indeed they are convinced ya kwamba siku ipo nitaangukia jackpot. And that is how betting imekuwa kizungumkuti. Kuna ile myth na misconception ambayo watu hufikiria ukikuwa addicted kabla uanze kureform lazima ukuwe umehit the rock bottom, ufike pale mwisho kabisa, sasa ndio uanze kurudi. Is it true ama pia ukikuwa realized mapema we can still work on you na pia ukue sawa? That answers the question, when is late too late? Because if you all wait until you hit the rock bottom, it might be too late. Wow. That's why tunasema immediately you realize that you have a problem. The earlier you handle it, the better. Wanasema samaki mkunje angali nini? Mbichi. Angali mbichi. So let me say, mahali utajulia tu mtu ako na shida. Don't wait further. Act from there. And you know, tumesema we have intervention depending with the stages. Nimekwambia kuna mtu mwenye kama nizo early stages, you can sit him or her down, talk about it and help this person. Yeah? Kama hata kwetu kule tuko na maybe even outpatient services. Yeah? So huyo mtu anaweza manajiwa hivyo. Kuna ule mwenye lazima akwe inpatient rehabilitation. Utampatia hiyo service. So stage yenye utapatia mtu, act from there. Na ni kweli kuwa addict ama watu wako addicted, they have weak minded ama they are weak minded people. Ili pia tunawaangalia, tunaona huyu wewe kama pombe inakushinda kujizuia kukunywa, wewe sasa ni mtu bure kabisa. Ni kweli ama tu inaweza pata kila mtu? Unajua vile tuli describe addiction as a brain disease. Imagine it is a disease. And when it being a disease ni kumaanisha hakuna ugonjwa wa upumbavu. Mara nyingi mtu waambia mtu, sasa wewe na akili zako pombe tu kabisa imekushinda. Yeah? Una mke mzuri, una kazi, una nini lakini pombe tu imekulini. Inakushinda aje sasa? Yaani umeshinda tu kuiondokea. Ni rahisi sana kwako wewe mwenyewe uko nje kusema hivyo. Lakini kwake yeye anajua kwamba imemlemea na angependa kuacha lakini ameshindwa. So ningependa sisi wale ambao wako nje tuweze kuwa na mtazamo tofauti. Tuelewe kwamba uraibu ni ugonjwa. Na mtu akiwa mgonjwa, uko na malaria, siwezi anza kukuuliza hauna akili? Sitakuuliza hivyo. Ukulala na mosquito net. Ukulala na mosquito net, it will be too late. Si ni kweli? Ukulala na mosquito net, who knows, maybe hata hiyo hela ya kuna mosquito net haukuwa nayo. Who knows, labda hiyo mosquito ulipatiwa malaria, ulienda malaria prone area without you knowing, ukaumwa kule. Yeti nyumbani uko na mosquito net. So let us not be judgmental, lakini tujue kwamba tuelewe ya kwamba addiction is a disease. Period. Huyo mtu tuache kumwambia wewe hata una akili, una pesa zako una waste.
hapana. Tumsaidie. Tukielekea kumaliza Mr. Robert, ningependa ujumbe uongeleshe wale watu ambao wana struggle na addiction sahi, na pia kuna wale watu wa familia ambao pia wamekuwa na wale watu wa addicted, na at some point wanaona ni kama wako mizigo kwao and they give up on them. Tell them a message. Well, ujumbe wangu asubuhi ya leo ni kwamba kwako wewe mtazamaji ambaye unalemewa na addiction aina yoyote, don't give up. There's hope. As long as there's breath of life in you, na unanisikiza hii sauti yangu, na unaniona mimi, kuna matumaini. Wow. Never give up. Seek help. Help inakuja kwa njia nyingi. Number 1, speak out. Jambo la pili, you can reach out to institution. Nenda hospitalini. Utapata daktari kule, mweleza jinsi ambavyo umeadhirika. Atakudirect, atakulead to the right intervention. If he or she will recommend a rehabilitation, itakuwa vile. Na kwetu sisi pia hii sauti unaisikia, nitakupa namba yangu. Na nikueleze mahali inafanya kazi. You can reach out. And for those the significant others now, the sponsors, the family members ambao wanaenda ku give up, let me tell you this, there's still hope. There's still hope. Tumekuwa na watu ambao tumesema hiyo wamehit rock bottom kule kabisa, lakini wakapata kuamuka tena. Kuna msemo tunasema, the deeper the shit, the higher the glory. So kuna mwingine labda graph yake ilikuwa ni afike chini kabisa, ndio ajielewe, ndio aweze kurudi juu tena. So kwako wewe mwenye yule ambaye ameadhirika, wewe kama mtu wa familia, never give up. Mpeleke mahali anafaa kupelekwa, kama ni hospitalini, na atakuwa sawa. Atakuwa sawa. Okay. And before nikupe muda uweze kutueleza tunaweza kupata wapi, kupeana namba, kama ni namba utapeana. Kuna Tara Augustine anasema mental health matters very important. Ramsey Naril anasema train your mind to let go of things it can't control. Kuna Asha Mudharimi amekute quote ya Andre Tata, amesema men don't get depressed, you are a man, keep moving. Masinthiga, let's normalize checking on others. Kuna MC Phineas anasema following from Monica, good, proceed. MC Tesh anasema good morning, steps to overcome a depression. Kwa sababu ya muda, I guess depression tutakuja tuiongelele ikiwa topic by itself, kwa sababu sasa saizi ukitupe steps itakuwa umetuachia katikati. Na kuna pia wale ambao wajuangi depression ndo nini, wakati mgando uko depressed. Unajua wengine tunasemanga tu hivi kwa kuongea niko na depression. Mimi niko na depression mingi, na tujuangi tunaongea nini. Sasa itakuwa siku yake utuelezee depression ni nini na utusomeshe ili tuweze kuelewa zaidi. Kwa sababu ya muda, nikipenda utazame hii kamera, tupe namba zako za simu mahali tunaweza kupata. Na pia nilisikia ukisema sijui mko located wapi, unaweza pia tukumbusha kwa yule mtu ambaye ye mwenyewe anahisi kuna mabadiliko kwa life yake, anaweza tembea au kama atapata usaidizi. Kuna wale watu wako na mtu kama huyo kwa familia zao na wanashindwa wanafaa wampeleke wapi, wanafaa wamhandle aje, at least wako na place yenye wanaweza mpeleka. That's true. Nikukumbushe mtazamaji, naitwa Kiprotich Robert, mtaalamu wa uraibu na pia mwana saikolojia. Nafanya kazi na Methodist Treatment and Rehabilitation Center, inapatikana Meru kule Kaaga. Nambari yangu ya simu ni 0720755694. Nitarudia tena, 0720755694. Rudia tena, 0720755694. Thank you. Umetuambia mkoloketend wapi? Tunapatikana Kaaga, behind Meru School. Wow. Kuna social media handles? Yes. Tuko na social media handles. Tuko na the website ni www.methodisttreatmentcenter.org. Yes. Thank you so much kwa kukuja, asante sana kwa kukuja kutusomesha na kutufanya tuelewe zaidi mambo kuhusu addiction. Na next time God's willing tutaongelelea depression. Watu wako depressed huku nje na hawajui. It is true. Na hawajui kabisa, they don't understand. Unapata mtu anasema mimi
siku hizi nalala, na siku hizi mimi silali, siku hizi nakula, siku hizi mimi sikuli. Anakuambia tu mambo weird, una tends kujudge kwamba this person in one or the other anaweza kuwa depressed. Anabaga sana butagia wa Meru TV kilokete ndeketha twakinyu mathetha tucherukire akomba kwithira chikiro amani wa Peter Muthoni wa kirama na gucukire katho cha mwanya muno no tubotu thiatira kumethire tumbere kwitha tukiambiriria ndeto cha Meru TV rukire mwanka thai atukugira gatanta Mubango yu aturinge imehuketa kuraya no tukwina mibango ingi katomba hikomba kwithira gikuira rikana chekinya thithano ankethira ngichokera na Mubango yu wa The Wave. Asante sana Mr. Robert. Karibu. Kwa kukuja, God bless you. God do you. It's been my pleasure. Thank you. Bango jurejo thingatirite ni jutikirite gutekwo ni muntu wonde.